Kati ya wagonjwa 100 wanaougua changamoto ya figo, basi wagonjwa 90 hiyo changamoto yao imesababishwa na shinikizo la juu la damu. Hapa ninazungumzia pressure. Usisahau kuwa pressure huwa inaua kimya kimya, kwa sababu mtu anaweza akakaa na pressure muda mrefu asipate madhara yoyote. Atakuja kushtuka pale ambapo imeanza kuharibu moyo, imeanza kuharibu figo, imeanza kuharibu ubongo. Ndio maana kwa kipindi hiki kuna ongezeko la wagonjwa wa kiharusi, kuna ongezeko la wagonjwa wa moyo, kuna ongezeko la wagonjwa wa figo, kwa sababu pressure inaweza ikakaa kwenye mwili wako muda mrefu. Unakuja kushtuka muda ambao viungo vya muhimu vyote vimeanza kushindwa kufanya kazi. Haijaishia hapo tu, huwa inaharibu mpaka mfumo wa uzazi kwa mwanamke pamoja na mwanaume. Lakini ukienda hospitali huku una changamoto ya figo, option ni moja, kufanya dialysis. Lakini dialysis sio tiba. Unafanya dialysis huku ukiendelea kutafuta mtu kwa ajili ya kufanya transplant. Na sio kila Mtanzania anamudu gharama za kufanya transplant, kwa sababu inahusisha vipimo, inahusisha kumlipa mtu ambaye ndo donor ambaye atakufanyia wewe transplant, lakini pia inahusisha dawa ambazo utazitumia miaka yako yote ili kuzuia mwili wako usiweze kuikataa ile figo mpya. Sasa sio kila Mtanzania anaweza kumudu kiasi cha milioni 60 ghafla tu, ni uongo. Utagundua kwamba afya inahitaji uwekezaji mkubwa sana kuliko kitu chochote. Sasa ukishindwa kulinda mwili wako saizi kwa kuacha kula fast food, kuacha kula processed food, kuacha kula kile unachokipata, ila ukajali afya yako, basi utaweza kuepukana na hizi changamoto. Najua hii video imekusaidia. Usisahau kushare kwa watu wachache tu ili nao waendelee kusaidika zaidi.